says, I will praise the Lord according to his righteousness, and I will sing praise to the name of the Lord Most High. So according to you, unafikiria righteousness ya God iko aje? Si iko juu? Iko juu kabisa, as in it's very high. You can't compare it with anything else. So hapa hivi anasema, I will praise the Lord according to his righteousness. So your praise should not be compared by anything else. You should praise him until hadi you sweat. In the Bible, Jesus alipray to God hadi akatoa damu. No. So you should pray, like you should praise the Lord. How do you dance? As in two feel fiti. No. David danced to the Lord. Hadi nguo zikaanguka. That's now showing that your praise haiwezi compare na kitu yote hapa nje. That God can't be compared by anything. He is your reason for you being in earth. No. So next verse, bado tuko Psalms 9 verse 11. 9:11, it says, sing praises to the Lord which dwelleth in the Zion, declare among the people his doings. Another way of thanking God is by also spreading his word. No. So sing praises pale nje. Hapa hivi tukiimba praise and worship, sing watu wasikie huko nje. Unaona, usiimbe nikao umeboeka. Unaona, imba kama mtu ako na furaha amekuja church this morning. Unaona, as in umekuja church na reason, so ati nini? So ati umekuja church kukaa tu kusikiza hapa word. You have come also to listen and to praise. Unaona, you should actually be very grateful right now that umekuja church juu kuna mtu pale hivyo anataka sana, his desire ni kukuja church one day, but hawezi. Unaona, ni kitu hawezi tu, labda job imemhold up ile mbaya, ama ana hiyo basi ya kufika church, so labda na kitu tu hapa nje anakusikiza tu ukiimba. Unaona, so kama anakusikiza hapa pia wewe make sure anasikia. Pray to God in a loud voice. Unaona, as in muonyeshe tu ako hapo hivyo na umefurahia that ako hapo. Yes, ndio. So last verse kwa hiyo hapo hivyo ni James 1:17. 1:17. Ukifika hapo mbele yangu unaweza soma. Anyone there? Kila kutoa kwema na kila kitolewacho kilicho kamili hutoka juu, hushuka kwa Baba wa maga. Kwake hakuna kubadilika wala kifuli cha kugeuka geuka. Yeah. So achani some in English. Every good and perfect gift is from above, coming down from the Father of heavenly light, who does not change like shifting shadows. Unaona, saizi ukitembea tuseme jua imewaka, ukitembea shadow yako sina kufuata, si ndio? Now that's shifting shadows. Unaona, but according to this, God's light, God above us, our Father, nini yake change, I shift venye shadow yetu ina move. Unaona, it is always there, right, that inaonyesha kila mtu everything. Ni kama tu tuseme jua haita move penye imetoka, penye pale hivyo siku nyingine uione pale. Unaona, ni earth ndio ina move,
where utaona kama ina move, but it's the earth moving. The sun is always there, and that's how the light of God is. It's always there for you. Naona? So like your shadow ita shift, inaweza move. Saizi jua ikaset hautaiona. Naona? But God's light is always there, even in darkness, even in your darkest times, it's there. Hapa hivi niko na quote, be thankful for what you have, you will end up having more. Thanksgiving is a time for togetherness and gratitude. Hapa hivi tu nimewambia story ya two people, Jobs na Elon Musk. Those people were thankful. Hapa inasema be thankful and you'll be given more. You'll end up having more. They were grateful at their darkest time, and later on they ended up having more and more and more. And right now they're big people in the world. No. Verse ingine, gratitude is not only the greatest of virtues, but the parents of all the others. So according to you, what's gratitude? According to you, what do you think gratitude is? According to me, gratitude, as this quote says, is the father of all. Gratitude is the father of all, is the father of patience, father of faith, father of thanksgiving. No. So just having the little gratitude to someone that umepatiwa kitu, umekuwa na gratitude. No. It's not only the greatest of virtues, but that gratitude is like one of the greatest virtues. No. Because vile tu mwambia mjango thank you, he feels it and I feel. No. He's like, nimetoa kitu kutoka kwa mfuko yangu, I gave him, he said thank you. You see, that's like a way of appreciating. It's a way of showing that enyewe this guy is nice. So next time akiona kitu ingine nyingi anakupatia. You never know. Saizi anaweza kupatia 20 bob, next time akuje na check imeandikwa 1 million, because you are grateful for the first time. Unaona? Nini ingine, quote ingine, if a fellow isn't thankful for what he got, he isn't likely to be thankful for what he's going to get. As in, you may get here. Kama saizi uko grateful, then in the future obviously you won't be grateful. Najua at times unasahau kusema thank you, ama unasahau kusema kitu kama hiyo, unaona? But that doesn't mean that next time utasahau pia. Have that reason in your mind to be grateful. That's why nasema every time in prayer, be thankful. Na utaona in your life you'll also be thankful. Unaona? Quote ya pili, hii quote inatoka kwa verse Matthew 7:7. God gives you the comfort of asking him what even you want. So nani anaweza soma Matthew 7:7? Who knows that verse? Matthew 7:7 inasema, knock and you shall be given. Turn it after. So Matthew 7:7, ask and it shall be given to you. Seek and ye shall find it. Knock and it shall be opened unto you. Hapa hivi, God is giving you that comfort of even asking him. Muulize whatever you want. Ask him for peace, ask him for patience, ask him to guide you. Just ask him. Nona. He's giving you that comfort by that. Amekupatia comfort ya kumuuliza. But what does he expect from you? A simple thank you. Thank you. Just a simple thank you. 2 words. Very short, 2 seconds, even less than a second to say thank you. Unaona? Kitu rahisi tu. That's what he asks from you. Hiyo tu. He gives you all the comfort. Amekwambia hapa hivi, ask, muulize atakupea. Seek. Unaona? And you shall find it. Seek it unto his name. Uitafute na jina yake na utaipata. Unaona? By the just as Pastor Alice amekwambia hapa saizi, having faith is not just having faith. You have to have faith in an action. Unaona? So hadi ukiomba, yes, you have faith in God. Faith by that can move mountains, but you have to have the action in it. Unaona? You have to show that enyewe utakani kwa hiyo faith
let me just put some action. Kwa masomo haiwezi kuwa tu na faith ati umeomba God please help me pass and you expect to pass na ujasoma hapo hivyo, my friend, utaona tu giza, utaona kitu. So even as you pray, show action. Ukiomba unataka kupass, enda usome, shika kitabu, soma, so mbaya. It's just adding knowledge to yourself, and that knowledge itakusaidia. So unaona, always you have faith that God help me to be righteous, help me to adore you, na ujaishika Bible, haujaiomba. Unaona, hiyo ndio mara yako ya kwanza umeomba juu ulisikia that God is the provider. It's true, yeah, God is the provider, but do you have action in it? Do you have action? Ushaitoka nje ukajaribu kusaidia mtu na kitu, that's called work, working for what you want. Unaona, always be a servant unto God's eyes, not to people. Unaona, so as you work with God's willing. Unaona, na so ati uone tu hii job yoyote tu juu unafanya kazi ya nini. Unaona, angalia hiyo kazi, does it na rhyme na Mungu? Kama i rhyme, ondokea tu, because God is everywhere. Anakuona, he's omnipotent. He's looking at you right now. Even as I preach right now, I know he's looking at me. Sindio? And we don't get into our show. Just have the action in you. No. Don't just be prayerful. Just also have the action. In every prayer that you have that action. So hapa, as I gave you an example of Elon Musk, he has a quote. Life is too short for long-time grudges. So this is something else that I want to talk about, grudges. Sema tu ukweli, hapa kila mtu ako na grudge na mtu, si ndio? No lie. Hadi mimi naweza kuwa na grudge na mtu because he did something bad to me. But the thing here is, life is too short for that grudge to happen. Unaona? Hiyo grudge kukua nayo hadi makes sense. Because hadi ukiwa na hiyo grudge, utapata nini kwa life? Nothing. So utakuja kesho ufurahie that ulikuwa na grudge na mtu. Actually, it makes your life harder. Nani ashaisikia hii? Ukilai, saizi ukidanganya, itakuja kuwa another lie and another. Inaongezekanga, unaona? That one lie, utaona ni kitu kidogo, but itakuja kuwa lie. There's also something else. Wewe saizi ukiiba 1 bob, mtu aende kwa banka ibe hiyo million. You're all the same. You have both committed the same sin of steal. And in the Bible, commandment, do not steal. So hapa hivi kitu najaribu tu kusema, hiyo grudge, just go to the person, say sorry. Well, so long as umesema sorry yako, don't mind the person. Just at least muonyeshe hujamkasirikia, because that person hadi yeye labda venye anaona umemkasirikia, pia that's why pia yeye ndo anakukasirikia. Unaona, tu mshow pole. Chani pe testimony shule. A week before we closed, there's this boy tulikuwa tunacheza ball, akakuja akaanza kutusumbua. Unaona, sasa unajua mimi nikakasirika, naona huyo mtu ananisumbua sana nini. Sasa nikamshow bro, toka tu, roho safi. Akakataa. Bro toka, akakataa. Sasa nikatoa hasira zangu. So as in tulikuwa ngana grudge na hiyo boy, akasema tupatane dom, na ukisikia hiyo ni vita. So mimi nikasema tu acha tufike dom, mimi sina shida. So kufika dom, si alikuwa dai vita, mimi nikamshow bro, mimi sitapigana naye. Mimi tu nataka tu niambie Iza na nitakwambia Iza. Unaona, akakataa. So watu tu ndo walikuja wakaniambia achana yeye, just go tell him sorry, pia atakwambia sorry. Unaona, akikataa achana yeye, pia ni fala. Unaona, acha tu na yeye. So mimi tu nikamwambia pole yangu, ikaishia hapo. Usikii hadi sikumuongelesha tena, but in class alikuja yeye mwenyewe akaniambia pole, yeye mwenyewe hakuambia na mtu, cause hadi alijua kuna mistake. Hawezi kuja tu tunacheza ball vizuri alafu unatusumbua. Unaona, so ndio nakwambia yo sorry, ambia tu mtu. You never know, maybe wewe venye umemwambia sorry ndio atakuja kukwambia sorry. Hata sikumwona mtu. God is a wonder working God. Unaona, he works wonders that never cease. So just go tell that person sorry, and labda
yeye atatuma angel ama him himself ataenda kwa mtu go tell this guy sorry. Utatu mtu amejiamsha akaenda kumwambia sorry, unaona? Si ndio? Yeah, so hapa hivi in prayer there are always three answers from God. Yes, no, wait. Yeah, wait ndo nataka kuemphasize sana. So wait, it's not yet your time. That door is closed for you because it's not yet your time. Yeah, it's not yet your time. Many other doors will come to open in the future. So just wait. Ukiombea kitu, wait. Me in prayer normally emphasize on the name of Jehovah. Jehovah Jireh, my provider. Jehovah Nisi, my banner. Jehovah Rapha, my healer. Unaona? Me emphasize on that. But unaweza ombea kitu, but it's not yet your time. So seme, God, niombe nikuwe na nyumba and you're 5 years old. As in, it makes sense. God, niombe nikuwe na gari na hadi una ID, hauna license. No sense. Wait. Have that patience that itafika tu, your time will reach. Your doors will open and hata kama so ile door inakupendeza, God has a reason why he kept you on that door. You never know, life yako itachange hapo. Labda ile door ulikuwa unataka ingekuua au ungekuwa penye uko saizi, unaona? Just wait, be patient. So hapa niko na some points mnaweza andika. It's than giving prayer points. Number 1, thank you God. Thank you God for life. Thank you for everything. Andika tu hivyo, thank you God. Because thanking God is it's what just God wants to hear in your prayer. Thank you. Just be grateful. No. Number 2, give peace to the church body. Give peace to this house that we're in right now, which is a church. Pale tumeandika house of prayer, house of love. We have love for each other here. Church, we pray for each other, si ndio? So hapa tunaenda kuambia God, give peace to the church body. I'm thankful for you giving this church peace. Thank you for giving this church love. Naona jana vetuko tunakula pale, we had love. That was love by that was pure love, because tulikuwa tunaogopa mtu. We were just there as a family. We were one big family, and that's what we're supposed to be as a church, a family. Naona number 2, help us to be generous, Lord. So unaambia God, thank you for helping me be generous. Naona, thank you for giving me that generosity to be generous to someone. Again, jana, that was generous of us, of sharing that food, si ndio? Pale nje tunaweza saidia tu mtu, unaweza ona tu mtu msaidie, unaona? Just be generous, give that little money you have. Sadaka, God just wants 10% of what you have. 10 only. So anataka everything you have. 10, only 10. Unaona? Number 4, thank you for health. Jehovah Rapha, thank you. Jehovah Rapha is the sick, the person, the Jehovah who heals your sickness, the healer. Kwa prayer yangu mimi husema Jehovah Rapha, may you heal me from this sickness that I have. Unaona? So you just thank God for that health amekupatia saizi, that unaweza ona vizuri, unaweza kimbia, unaweza jog around. So long as you can walk, just thank God. Because by there's this time, mimi kwa time sikuwa na natiza kucheza ball. So mimi hiyo time nilikuwa nimekasirika juu naona watu wanaenda ball. By the shule yetu hawezi ingia field bila kiatu. Kama unacheza ball, coach atakukataza kucheza. Sio kitu ilikuwa inaniuma, unaona? Niko zile za yani nitaka tu nje hivyo. But nilikuja kuona kuna mtu shule yetu kuna mtu amefura mguu huko chini. Atembeangi vizuri. Yeye utembea hivi kama nini. Sasa nilikuwa nimemwangalia tu. Azi nikaona yenyewe hata kama hiyo nati sina, I'm thankful that I have my legs. I'm thankful that I can run, unaona? I'm thankful that I can actually hit a ball na nisisikie uchungu, unaona? Should be thankful that God amekupatia hiyo kitu tu ya kusaidia, unaona? Number 5, release us from anxiety.
Thank you God for releasing us from anxiety. Thank you, thank you. Labda uko stressed out na family issues, job issues, inakupatia anxiety, inakupatia depressions at time. By that times I'm also depressed, but I just go to God. I'll thank you God for this right now, for me for giving me these words in my mouth to pray to you. No, itakurelieve from that anxiety. Kuna hii verse ni vetu nimeisahau, it's about anxiety. Nikiikumbuka nitawaambia. So hiyo verse as in mi kenye nilikuwa naisoma kaniambia tu God is there for you, just have hope and have faith. No, just pray, keep on praying, keep on praying, keep on praying, na hiyo anxiety tu itaisha, hiyo stress itaisha. Shule unaweza kuwa na stress na utasoma vizuri, unaona, utaanza kufail, grades zako zina drop, you are a student but you're dropping, unaona. Saa ndo nakwambia hiyo stress haifai kusumbua. So help us to trust you, ambia God akusaidie bado, unaona. And kama unamtrust, thank him for that, thank him for giving you that trust in him, because if you trust him then he trusts, pia anakutrust wewe. He's trustful in you that amekubless na kitu saizi, unaona. Anakutrust that amekubless na gari, anakutrust that much, anakubless na a whole human being, unaona. And he also anakutrust to the point that he lets you take care of his creation by just simple farming, simple cleaning, unaona. Number 7, Father, you are faithful. Thank him for being faithful in your life, unaona, for showing you what you've never seen, miracles in short, si ndio. Unaweza kuwa umeumia mahali, daktari amekwambia wewe utaipona hizo, but umepona. I'll give this example of my friend. Tuko shule moja na yeye. So this friend of mine akona shida ya asthma, and his asthma is very strong. Saa bado hadi saizi kuna baga na bebanga na madawa ziko hapo ndani, as in nika chemistry ziko nyingi hivi, naona. And every time he has to go home because of his sickness, but he's grateful. Unajua mbona? As a child aliambiwa na daktari aone akipitisha 10 years with his disease, naona. But right now he's 17. See, that's a miracle, naona. He had to prove the doctor wrong that no, I can survive. Yeah, maisha yake kuna time alikuwa anatuambia he was depressed because hiyo daktari wake wa kitambo hakuwa anaona kama anaweza live long, unaona, kama maisha yake itafika mahali ishe, kama hatakuwa na future, unaona. Na by that thing is very stressing, because imagine tu mtu akuja kuambia you don't have a life, you have nothing. By that's sad, but just go to God. Kama mtu ako na wewe saizi, kama mtu akusaidie, close your ears, funga hadi, pretend he was not there, pretend that he exists, but God is there for you. God is existing right now for you, sindio. Number 8, consume my thoughts, consume my life, Lord. Kwa hii, as I said, najua kuna mtu saizi asubuhi ameamuka na hajakuwa grateful, while out there's someone who never woke up this morning, yesterday akuamka, ama hajaona, ama saizi venye imefika saizi, maybe something bad has happened in his life, naona. She just be grateful, naona. Nawambia God, thank you for the life, thank you for the light. Let God enter your body, unaona. Acha akue yendo anakusupport kwa kila kitu. By what? By just asking him to do it for you, by thanking him, unaona. Number 9, bless me and keep me. Bless me and keep me. How does he keep you? He keeps you by you first keeping him. Where? In your heart. You should always pray in heart, sindio. You tell God, God, please be in my heart, cleansify it, purify it, remove me from that book of sulfur and hellfire, and write me in the book of everlasting life in heaven, sindio. You should tell him to consume, to bless you, akubless na ile kitu kidogo tu, sindio. And how does he bless you? You have to show him
that you're grateful to him so that akubless kwanza, si ndio? Number 10, sorry. Thank you, thank him, thank you for fellowship with other believers, ndio. Unamthank that unaweza saizi unaweza kuja using uombe, you pray, you preach, si ndio, with other believers. Cause saizi tuseme kwanza kitambo kabla hii church jaanza, maybe there are some people you never knew, but look right now mnajuana wengi, you made new friends just because of fellowshipping, unaona, just because of God by then anakutengenezeanga njia zingine nyingi, and it's you to take that opportunity at hand, si ndio? So hapa nitasema a few people who are grateful. Prophet Daniel, kuna King David, kuna Apostle Paul na Lord, and finally Jesus, si ndio? So Daniel was grateful. Number one, Daniel, kama unajua story yake vizuri, alipelekwa kwa a den of lions, si ndio? Same, it's a miracle that guy aliingisha kwa a den of hungry lions. Same, for example, those lions were hungry for 7 years. You know, a lion can stay for as long as nakwanga around 6 years with just being hungry. Na inaweza survive, just needs water. But ikiona tu a slight of flesh, ikiona a slight of its deliverance from hunger, itakurarua vibaya sana. But imagine Daniel survived. Actually, he was cuddling with the lions. Imagine. So he was grateful that God gave him that life, as in alimpatia hiyo chance ya kusurvive, unaona, because what was Daniel doing? He was fellowshipping in the word of God, unaona, alikuwa ana praise God, si ndio? David, kila mtu alikuwa anamkataa, anasema huyu hawezi wa Goliath, he's just a child, he was just a shepherd, all his brothers were bigger than him, they were in the army, si ndio? So alikuwa anatafuta mtu anaweza ua Goliath, but when David alisema ni mimi, King Saul at first alisema no, he's just a child, but David alisema just give me a chance. And what did he have? A stone and a slingshot. What did Goliath have? A sword. Goliath, as he was running to kill David, he just threw the stone, and at once Goliath was down. By just a small shepherd, mchukua mtu mimi, you kill a giant, and it's all through God. So you should also be thankful, because David, from a shepherd to a king, see, that's nice, ndio? So he was grateful for that, ndio? Pia Apostle Paul na pia Jesus was grateful for everything, ndio? He was even grateful for you being here for nini in earth right now, that he died even in the cross just to forgive your sins. So he was grateful that you lived here, sindio? And so kitu ingine, after that prayer, after thanksgiving, have hope. Tutafungua scripture Hebrews 11:1. Hebrews 11:1. What does Hebrews 11:1 in NIV says? Now faith is Castro, sorry. Ukifika huko mbele yangu please soma. Hebrews 11:1. Yeah. Having hope. Whether having hope is something really good, because you know your hope, hadi your prayer itasikika, si ndio? You have hope that God is there for you, and that He will listen to your prayer, and that I may receive your gratitude that you had from Him, si ndio? Another verse hii mnaweza soma tu baadaye, Romans 15:13. Mnaweza andika mahali msome Romans 15:13. So I'll jump to another quote.
Actually, this is in the Bible, Jeremiah 29:11. It says, "For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plan to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future." Okay. So, hapa hivi nitasema tu, God has a plan for you in your future, si ndio? So just have hope in him. Another one in Matthew 19:26, with God all things are possible. Si ndio? Everything is possible. For me kuna verse nasemanga Philippians 4:13. Nasema I shall do all things through God who strengthens me. So that's a verse that I normally tell myself. God is my strength. God is everything that I have in me. Si ndio? And I take Jesus as my personal savior. So some people don't like change. In a quote, some people don't like change, but you need to embrace change if the alternative is disaster. Kama utakata hiyo change, just know that your alternative is disaster. That you should always have change. You should always accept change. Kama unajua unafanya kitu mbaya, just change, unaona? Because that change will shape your future. Hizi reasons mnaweza andika hapo hivi mbio mbio. Reasons why we thank God. Mnaweza andika mahali. His love. His provision. His forgiveness. His word. His creation. His people. His plan for us. Thank you, and may God bless you all. Thank you, Dunstan, for those teachings. I may emphasize on love, and we should also appreciate each one of us. Without wasting time, I would like to welcome the praise and worship team, Pastor Beatrice and Pastor Anita. Come. Let's appreciate our pastors as they come to lead us in worship. Tunapoenda weponi mwake, ningelipenda ufungue kwa maneno ya kinywa chako. Mwambie Bwana tuwezeshe tumwabudu kwa kuelewa. Maana mara mengi tunamwabudu pasipo mwambie Bwana kuwezeshe, mwambie Bwana kufunuo. Tukisema wewe mkuu, tukisema unastahili Bwana ushimile. Our Father Mungu ushimile, we are praying for understanding. Ebenezer, King Jesus, my Lord and my Father, give us a spirit of worship, everlasting God, that as we worship you, King Jesus, may this worship reach unto you, King Jesus. We are praying for understanding, Ebenezer, my Lord and my Father, shunning away all the works of men, dear Lord, shunning away the spirit of self in us, dear Lord, that we may magnify you for who you are, King Jesus. Our Father, tunaomba kibali mfano, kibali cha kukubalika mbele zako mfano, ndiposa tunasongea mbele zako Mungu rehema, tukiomba neema yako mfano. Bless you, Jesus. Tuko mbele zako Bwana, 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 tunahitaji neema
ewe Bwana, Bwana mbele zako Bwana wa mabwana, twahitaji neema yako ewe Bwana wa mabwana, tuko mbele zako ewe Bwana wa mabwana, jamani tuko mbele zako Bwana wa mabwana, tunahitaji neema yako ewe Bwana wa mabwana, twahitaji neema yako ewe Bwana wa mabwana, Bwana omba vyote, twahitaji uso wako ewe Bwana wa mabwana, tuko mbele zako mbele zako Bwana, twahitaji neema yako ewe Bwana wa mabwana,
Somebody deep.
nakuheshimu Yesu, nakuheshimu nakuheshimu Hakuna mwingine Yesu uinuliwe There is a secret of worshiping God. There is a secret in worshiping God. There is a secret in telling God who He is.
Asante kwa ajili ya wema wako kwetu Bwana. Asante kwa ajili ya nguvu ambayo umetuweka nayo Mungu wangu Baba. Sisi kama chumba Mungu wangu tunarejea kwako Baba yangu. Si kwamba sisi ni wakamilifu Baba, si kwamba sisi ni watakatifu Jehova Jireh. Tunaitisha msamaha wako siku ya leo. Tunaomba msamaha wako Baba yangu. Tunakuhitaji Baba. Twashuka chini winuliwe Mungu. Twashuka chini winuliwe Baba. Nachotaka ni wewe tu. Nachotaka ni wewe tu. Hoja ya moyo wangu ni wewe tu. Hoja ya moyo ni wewe tu. Nachotaka ni wewe. Nachotaka ni wewe. Nachotaka ni wewe.
In God we know it was early this year when my friend was sick. The signs was they were just like a normal person who have a malaria, typhoid. So we decided to take him to a near hospital. At that time we were in town. So we took him to Aga Khan Hospital. They did the scan on him. And the results were very shocking. He had tumor. And remember, this person, he serves at the altar. Ndio ujue shetani ni muongo. Haogopi wewe ni nani. Hatambui wewe ni nani. Ndiposa unapokuwa kwa presence ya Mungu, jiachilie tu mbele zake. Remember, huyu alikuwa anafanya kazi madhabahuni, lakini shetani hakuona hiyo. Hata hiyo masaa tukienda hospitalini, he was from the altar. When the doctor told us akona tumor, it was shocking. It gave us stress. It gave even the family sleepless nights. Lakini sisi ambaye tunaye Mungu hatufai kutingizika wala kushake, because ametupa nguvu na mamlaka. We began to pray. We began to fast. Na ni kweli Mungu hajawahi acha mwana wake. When we booked for the second session kwenda kumwona daktari, even the doctors were shocked. Tumor disappeared. As we are speaking today, he's healed because kuna nguvu kwa maombi. And today is a living testimony. And I myself,
I will live to testify what God has done to Paul. And I'm grateful for this God ambaye nasema nachotaka ni wewe tu, haja ya moyo wangu ni wewe tu. Imomi alamo today is because of you God. Una jambo la kumwambia huyu Mungu siku ya leo. Familia yako jinsi walivyo, hata kama ndio kuna challenges ndani ya wokovu, lakini una jambo la kumwambia huyu Mungu. Na kwa maombi hakuna kile kigumu kwake. Unapofikiria umefika mwisho, naye hapo ndio mwanzo wake unaanzia. Akili ya mwanadamu si kama ya Mungu. Anavyokuwazia si vile wewe unafikiria. Huyu Mungu ni mkuu, huyu Mungu ni mwaminifu. Uhai ambayo uko nayo siku ya leo ni kwa ajili yake. Ingelikuwa ni mwanadamu anaweza kutupatia uhai ya kulipa, hatungeweza kuafford. If you are told to pay daily 1,000 bob so that you can breathe that oxygen, basi ni wengi hatungekuwa, basi ni wengi hatungeweza kupata ushirika kama huu. Naye Mungu alijua tarehe kama hii, Jumapili kama hii tutapatana kanisani. Ni kwa ajili yake, ni kwa ajili ya neno lake. Naye wingu umeshuka kwa ajili yako siku ya leo. Wingu umeshuka kwa ajili yako siku ya leo. Mungu ako tayari kukuvuta machozi na kusikia yale ambayo uko nayo moyoni. Mimi siwezi kujua kile kiko ndani yako, lakini yeye anajua. He knows you better. Anasema hata yale ufanyalo kwa siri anajua. Huyu Mungu si mwanadamu. Paza tu sauti yako, mwambie jambo mchana wa leo. Paza tu sauti yako, mwambie jambo. Mimi nina mengi ya kuambia huyu Mungu. Paza tu sauti yako. Paza sauti yako. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Tunafanya ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Unafanya mambo, unafanya mambo, unatoa faraja,
Anafanya mambo mwanadamu hawezi kufanya. Anaponya magonjwa mwanadamu. Anatupa faraja ambayo hata mwanadamu hawezi tu. Ufananishi na chochote huyu Mungu. Huyu Mungu ni wa aina gani wa? Mimi nina jambo la kukuambia siku ya leo. Mimi nina jambo ya kukuambia baba yangu. Kazi ambayo umefanya baba yangu ni mengi. Siwezi kuelezea baba yangu. Unafanya mambo mwanadamu hawezi kufanya. Unafanya mambo ambayo mwanadamu hawezi kufanya. Unatoa faraja ambayo mwanadamu hawezi kutoa. Unafanya mambo ambayo mwanadamu
Yesu jamani, maana hafanani na yoyote. Wapi makofi ya Yesu jamani? Wapi makofi yake? Wapi makofi ya Yesu jamani? Anafanya mambo mwanadamu hawezi kufanya. Anatoa baraka ambao mwanadamu hawezi kutolea. Haleluya. Huyu Mungu ni mkuu jamani. Huyu Mungu ni mwema jamani. Piga makofi kidogo jamani, usikuwa umechoka kanisa. Maana wingu umeshuka siku ya leo kwa ajili yetu. Wingu umeshuka atufute machozi. Kila ambao ulichokuwa nacho anaenda kutimiza siku ya leo. Maana anatoa faraja kwa wanaomwamini. Piga makofi jamani kidogo. Jamani, hiyo hata shetani hawezi okoka. Tunapomwinua Yesu jamani, hiyo shetani hawezi. Inua Yesu jamani. Tunarudi tena. Hizo mikono sisioni jamani. Mikono juu ya kichwa. Inua. Tunamuinua tena jamani tukimaanisha. Tumeinoa.
Haya, wakati wanataka gari. Haya, shika kifunguo. Weka. Sema. Weka gia. Haya, shika steering. Endeleza. Haya. Nyorosha barabara ukienda Yesegi. Kwenda Yesegi. Ndio Yesegi sasa. Haya, fungua mlango. Ndio mama yako. Karibia yeye. Uko hadi. Hadi mama yako. Hadi baba yako. Hadi baba yako. Weka gari. Haya. Ongea gari. Ongea shamba. Ongea kidogo. Ambia mtu ile kitu unataka. Ambia. Haya. Ongea. Simekuja. Kwenda hivi. Angalia hapa. Shika leo. Weka chini. Chini. Amanya kuna chini. Teremka soja. Haya, panda kidogo. Panda. Teremka. Haya, panda. Ruka. Mapinduzi ya Yesu. Makofi ya Yesu. Asante sana. It is wonderful. Hallelujah. Hallelujah. How many of you are happy? How many of you are seeing the fire? How many of you are seeing the fire? Is it coming? Mr. Chairman. Kumbe wewe ndio ulikuwa unatuvukia. Mudhuri ono unatugathĩire. Alikuwa ametukasia tu hapa. Tunaona anasikiaga kasimu kake. Unajua kasimu kake ni kamulika mwizi, lakini anachukuaga selfie. Ushaimuona akichukua selfie? Sasa kuna siku moja niliona akipiga picha. Ulipata ile ya kisasa. Iko wapi? Mzee. Yaani miaka yote. Mzee ana touch. Mwenye hana touch aseme I receive my touch. I receive my touch. Hallelujah. Lakini sasa mzee anahitaji mtu wa kumfundisha. Sasa naonaga akichukua video, lakini ni video selfie. Sasa anachukua, anatoka pale nje kuangalia, nakuta hakuna kitu amechukua. Anarudi tena. Maisha ya modo, lakini ubaya analalaga sana. Wakati mwingine ni kufikiria venye hii kanisa itapanuka. Wazee mduri onaga kuraya. Hau hage ndikuga. Hallelujah.
Beatrice ni oi. Ai ti Beatrice busy doi. Ni raha boy. Haya, nimefurahi sana Jose kukuona. Murebo, oka tu. Oka, biane. Ni biane ama bi eh? Biane. Kuja. Huyu msichana tunakuanga naye hapa Kegosho night. Yes. Amekuwa akikuja. Jana akaniambia anataka kuja kabisa kabisa. Bwana Yesu asifiwe sana. Asubuhi niliwaambia nini? There is a drastic change. There is a drastic change. Kuna watu watakuwa offloaded, wengine watakuwa uploaded. Because if you are not in the move, expect something drastic. You must be in the move for the move to move you. Hallelujah. Tuambie tu ukweli. Unataka nini hapa? Praise God. Bwana asifiwe. Nimeokoka na mpenda Yesu. Kwa majina naitwa Annabel Sharitza Otieno. Ndakuwa na shiriki na nyinyi. Hallelujah. Ati si kushiriki tu. Unaingia. Beatrice ndio mkubwa ya praise and worship. Na kuna mtu mwingine hapa nasikia ni muibaji. Mtu mgani mwingine muibaji hapa? Somebody else who kuja. Pigie makofi. Yes. Na siiti wale watu walikuwa naimba zamani wakaacha kuimba. Naipa mtu mmoja naimba saa hii. Yes. Yes sir. What's your name? Yes, Bwana asifiwe. Bwana asifiwe tena. Kwa majina muite William Onyango. Nimeokoka. Yesu ni Bwana. Annabel Onyango. Otieno. Nilikuwa nasikia kama ni Onyango. Nilikuwa ninashiriki na Dennis kanisa moja na amenikaribisha hapa. Sasa wewe ulikuwa unapita bado ama bado umekuamilia hapa? Nilikuwa kama 1 year kama siendi. Nakuuliza, as you are here now, have you been stuck here ama you still going? Sasa vile Dennis ni kama umenaswa. Niko hapa nitakuwa. Hallelujah. Beatrice, kazi ni kwako. Kazi ni kwa nani? Nataka wengine. I need like 10 of them. Kesho nawapatia uniform. On Sunday I want something beautiful. And also somebody to take care of the children. Hallelujah. Who will take care of children? Wapo ulihama huko, umehamia hapa mabado huko. Kule unajua. Kuja. Wakati tuere na tutiakuha. Don't be forced. Usikue forced. Shika. Don't make. Are you with us for some time? Or you're just passing? Be frank with us. Bwana asifiwe. Asifiwe tena. Nimeokoka napenda Yesu. I'll be here. Are you sure? Yes. Thank you. Wanyabura simama. Mama Nyambura simama. Beatrice simama. Karo simama. Simama. Rwema. Mutafute bahasha. Mutafute nini? Muweke kitu. Waboya wapeleke kule alikuanga. Muende kwa hiyo pasta. Mumuambie asante kwa kulea mtoto. Na mumuombe ruhusa afungulie mtoto. Si ndio? Are you ready for that? Sawa. Nataka hivyo. Si kukuja hapa naanza kukaa hapa na hatumuelewi vizuri. This is my daughter, my firstborn daughter, and I'm proud of her. Bwana Yesu asifiwe sana. Nego. So, wewe Beatrice. Nani mwingine anataka kujoin hii kampuni ya uibaji? Kuna mwingine? Kuja. Come here. Yes. Hallelujah. Yeah. Kuna mwingine?
anasikia ako na kefawa. Ni kipawa ama ni kefawa? Kefawa. Na Deno kuja, Buju kuja, na wewe kuja. Good. Beatrice, ukiniagusha hapa. Beatrice, kwani niko? Sasa hii ndio timu ya praise and worship. Praise kuja pastor wao. You'll be under this she's a pastor. Mutakuwa under Beatrice. Now I want a team. I want what? First 11. So unajua first 11? I want first 11. Mutakaa chini baadaye, tutakunywa chai pamoja, then muniambie what do you want. I'm going to equip you with anything you want. Hallelujah. What's your name? Hallelujah. Bwana sifiwe. Unasikiaje hiyo sauti? Bwana sifiwe tena. Bwana sifiwe. Hallelujah. Amen. Niko na furaha sana kujiunga nanyi hapa siku hii wa leo. Last week on Friday nilikuwa hapa kesha, tulikesha. Nilibarikiwa sana na praise and worship team. Hallelujah. Nilialikwa na Pastor Anita. Ni jirani yangu na kwa matendo yake mazuri ndio maana nimemfuata. Bwana asifiwe. Kwa hivyo Anita anakuanga na matendo mazuri. Amen. Ndio kwa maana umefuata a good tree. Sasa nimefurahia sana, nimeona tuko na Otieno, tuko na Onyango, alafu tuko na Ochieng. Hallelujah. Amen. Kwisha. Serikali imeenda. Haya, tuanze hapa. Na wewe ni? Bwana Yesu asifiwe. Mimi naitwa Daniel Mwanzia. Yes. Nada. Nesa. Wacha. Wacha enge. Na huyu Buju mpenda huyu alikuwa anaitwa Buju mpenda Shada. Buju, tuendelee. Kwa majina naitwa Onesmus Kioko, kwa wengi wanajua kama Buju. Buju. Good. Pigeni Buju makofi. Then we have yes. Bwana asifiwe. Praise God. Hebu tuinue mikono juu. Ni wangapi wanafurahi tukiwa mbele? Bwana asifiwe. Awaongei pastor. Nikiwaru. Bwana asifiwe. Waambie mbarambamba. Simu mnasikia Dena ako mbele yenu. Bwana asifiwe. Praise God. Kwa majina ni Dennis na nimeokoka. Yesu ni Bwana. Nampenda Yesu. Hiyo wengine ni Dennis Otondi. Otondi. Bwana asifiwe. Amen. Nafurahia sana ama embarambamba. Aya, asante sana. Tutamiti baadaye under Beatrice. Thank you brother. God bless you Amboy. Yeah. Nisaidia hii. Tengeneza hii. Kuna mtu nimeona hapa sijui amekujia nini, lakini we thank God. Alikuanga muimbaji, akaachana na uimbaji. Mungu akamuneemesha na kuhubiri. Is a teacher. Nitengeneze hii. Ni mwalimu wa neno na ni rafiki yangu. Hii ministry tulianza na yeye. Bwana Yesu asifiwe sana. Tulikuwa tunaomba na yule mama mwingine Elizabeth. Tulikuwa pamoja na yeye. Tulikuwa tunaomba, tunafunga huko kwetu. Lakini kwanza tulikuwa tunafunga lakini tunakunywa Gilbase. Bwana Aboy wacha kuniangalia vibaya. Tulikuwa tunafunga lakini tunakunywa Gilbase, lakini tulikuwa tunachapa maombi na inaingia. Who was preaching today that God can bless you in any circumstance? No, I was listening to Sami Rongo. God can bless you in whatever circumstance you are in, as long as from your heart you are genuine. Hallelujah. This man, tulikuwa tunaomba, tunafunga, kanjaka anaingia sana. Ananiambia sasa ni wakati wa kutafuta roho ya kitu kingine. And then he will go. Siku moja akaiba gari yangu. Alipoimba gari yangu, na nilikuwa nimemwambia don't drive kwa sababu tulikuwa nimemkasa, nimeficha kifunguo. Mimi kila mtu amejifungia room, tuombe mpaka tusikie Mungu. Sasa yeye alisikia Viceroy. Akaiba gari. Kwetu kuna kamulima kakupanda hivi. Gari ikaenda ikachomokea Magumbiri hapo. Sasa akashindwa kwa sababu alitoka saa 11. Sasa akashindwa atakuja kuniambia nini.
akajificha akakao, kang'ang'ana nayo kurudisha mguu. Imagine mwanamume mmoja akiinua inchi ya mguu na gari na mkono moja, na hiyo mwingine anaingiza na mguu. Kweli dunia hii. Pastor Don alikuwa mwimbaji na ni mwimbaji bado. Kuja tu, karibu tu, salimie watu, chukua microphone hapo, kuja tu wasalimie watu tu, wanakujua. Amen. Sasa msiniangalie kama Gilbis. Hallelujah. Tupatie askofu makofi kwa jina la Yesu. Kwa kusema ukweli, tumetoka mbali na askofu, na kitu kimoja ninapenda na askofu ambaye hajaongea ya faida. Kuna wakati tulikuwa tunafanya prayers ya 21 days tukiwa nyumbani. Alikuwa anakuja sometimes, nimegonga kidogo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nimegonga kidogo, alafu anakuja anagonga mlango, ananiambia amuka. Hiyo ni saa 9. Tukiamuka tulikuwa na wadada kadhaa na watu fulani na wandugu, na naamuka. Lakini kuna kitu kilizaliwa kupitia kwa maombi. So sema amen tu. Mwenye anasema amen kubwa na mtie 1000. Sema amen. Sema amen vizuri. Na askofu, kitu moja nampendea Reverend, ni mtu wa maombi. Na leo nikiamuka asubuhi, nimempigia, mimi ndio nimempigia, nikamwambia ninakuja. Na kwa sababu gani nimwambia ninakuja? Ni kwa sababu niliota usiku kwamba tuko kwa msafara ya kuhama kwa nyumba kubwa. Okay. Usikie watu wa Kinyongo, naona. Najua kuna hawezi kosa Judas. Hawezi kosa Judas. Mimi ninakwambia nimeamuka. Ukimuuliza ukweli, Bishop, nimekupigia simu. Ya kwanza ninipiga hakushika, ndiye akanirudishia. Nikamwambia ninakuja. Manake usiku nimeota kuna msafara ya watu wanaelekea mahali pakubwa. Wacha nikwambie ukweli, hata usiposema amen, ningekuwa mmesimama mnapokea hiyo maana sijui. Hata usiposema amen, tunaenda. Hapo tunaenda. Wakae na imani yao. Wakae na amen, tunaenda. Sisi tumeenda Kerugoya, tumeenda Karatina, tumeenda Embu. Watu wako wametunyanyasa. Tukiwa na askofu wanasema lazima ngoma ikubalike. Haleluya. Baba, waambie venye uliona Kiberigwe. Tumeenda Kiberigwe, hapo hakuna watu. Tumeweka crusade, mimi ndio ninaimba. Sikiza, ambia mwenzako acha ujinga. Ambia mwenzako acha ujinga. Tumeenda Kibirigwi. Tumefika Kibirigwi, tumeweka speaker, tumebeba kutoka Nairobi, tumeconnect. Wengine wametuibia, alafu tuko hapo na askofu ananiambia wewe enda tu. Mimi naenda, nasimama kwa uwanja, tunapiga muziki, alafu hakuna watu wanatokea. Baada ya muda mchache watu wanatokea. Anawajua. Watu wamefuga rasta. Nikaona Mungu aishie milele, ninarudi Western bure. Mimi ni Muluya, wacha kujifanya hivi. Nikaona tu jamaa amenisacrifice mapema sana. Amenisacrifice mapema. Watu wanatokea huko ni Mungiki. Wameteremuka hivi. Alafu sasa hiyo style unaambia watu mikono juu. Ikapungua, nikasema hapa kuna kitu. Haleluya. Umeinua. Na hapo sasa mzee amekaa kwa gari tu, anaangalia, ananiambia wewe endelea tu. Sasa mimi naambia niendelee aje, na watu wanashuka wakai wameokoka. Usicheze na mafia. Huyu mzee ni mafia. Anaweza kubalika popote. Na wale watu walikuja wakasarenda.
na wakakubali Yesu. Na kama kule walisarenda kijijini, hata Nairobi itakubalika. Hata Nairobi itakubalika. Hallelujah. Sikiza, wacha nikwambie tu, nimeitwa tu kusalamia, lakini wacha nikwambie. Hey, this man, kwani umegrow hivi? Kuna siku Bishop aliambia mtu in a funny way, if you will not support, na huyo dada saizi anapitia machungu, sijamwambia, alikuwa Mwea, she was our coordinator, na alimwambia we serve Mungu, tumikia Mungu, hata kama hakuna malipo, tumikia Mungu na utafanikiwa. Ule dada alienda, Bishop anamjua tu, nitamwambia baada ya ibada. Huyo dada ako Mwea, saizi anapitia machungu, yeye mwenyewe alinipigia, lakini nikakumbuka maneno ya askofu. Alipomwambia hiyo maneno hakushika, na saizi anapitia kitu ambayo inamtesa. Sikiza kitu kimoja, sikiza sauti ya nabii yako. Wewe umenyamaza tu, mimi sina shida. Sikiza sauti ya nabii. Sikiza sauti ya nabii. Hauna baba mwingine, baba yako ni huyo. Sisi wote, hata ukisema mimi saizi tumekuwa na yeye kwa msafara yote, lakini yeye ni baba. Kama nakuudhi sema amen. Oh. Umesikia vijana, Mafarisayo wako kanisani tu, hawezi wakosa. So kumbe naongelesha na watu na nawaudhi. Na kitu kimoja nataka nikwambie, prophecy ya askofu, it is accurate and sure.